katika makala ya mradi wa kuunganisha vituo vya elimu 100 na mkonga wa taifa wa mawasiliano, mradi ambao umetekelezwa na Shirika la Mawasiliano Zanzibar, ZICTIA. Zanzibar, visiwa vyenye historia, utamaduni na dira ya maendeleo, na sasa mageuzi ya kidigitali kupitia sekta mbalimbali. Katika dunia ya kisasa, elimu ni dira ya maendeleo, na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imedhamiria kufanya mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu kwa kutumia TEHAMA, na tayari imeweka miundombinu ya TEHAMA na vyumba vya kompyuta katika shule za serikali. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali iko katika harakati za kuleta mageuzi makubwa kwa upande wa elimu. Serikali inaendelea na jitihada mbalimbali zenye lengo la kuhakikisha elimu inayotolewa nchini inakuwa bora. Katika kufanikisha dhamira hiyo, serikali inachukua hatua za kuboresha miundombinu yake, ikiwemo ujenzi wa skuli mpya za ghorofa kwa Unguja na Pemba, pamoja na kuzipatia huduma muhimu zinazojumuisha teknolojia ya habari na mawasiliano. Mageuzi haya ya elimu yanatilia mkazo pia mambo mengi, yakiwemo mafunzo ya walimu, upatikanaji wa vifaa bora vya kufundisha na kujifunzia, matumizi bora ya TEHAMA, na kuwapatia vijana wetu ujuzi na maarifa utakaowawezesha kuyakabili maisha yao na kunyanyua uchumi wa nchi. Dhamira hiyo njema ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ilithibitika wazi baada ya Shirika la Mawasiliano Zanzibar, ZICTIA, kusimamia vizuri miundombinu ya kimkakati ya TEHAMA. ZICTIA ina jukumu kuu la kusimamia mkonga wa taifa wa mawasiliano pamoja na kituo kikuu cha kuhifadhia taarifa ili kuhakikisha huduma za TEHAMA zinapatikana kwa usalama, ufanisi na gharama nafuu. ZICTIA tunatoa huduma tofauti za mawasiliano, zikiwemo kupitisha capacity ya mtandao kutoka mainland Tanzania kuja Zanzibar, lakini pia kufikisha huduma za mtandao, yani corporate internet service provision kwa wateja wakubwa, lakini pia tunatoa huduma za kuhifadhi taarifa au kumbukumbu za wateja wetu katika kituo kikuu cha kuhifadhia taarifa, yani data centers. Shirika hili limejijengea sifa ya kuwa na wataalamu wa ndani wenye weledi wa kusimamia miradi mikubwa ya kiteknolojia kwa viwango vya kimataifa. Moja ya miradi mikubwa iliyotekelezwa na shirika hili ni mradi wa kuunganisha vituo 100 vya elimu Zanzibar. Hii ni hatua muhimu katika safari ya kuimarisha elimu kupitia teknolojia. Mnamo tarehe 2 Januari 2025, hatua ya kihistoria ilichukuliwa. Mkataba wa bilioni 4.9 ulisainiwa kati ya ZICTIA na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kuunganisha vituo 100 vya elimu na mkonga wa taifa wa mawasiliano kwa lengo la kufanikisha azma ya serikali ya kufanya mageuzi ya kidigitali katika sekta ya elimu. Lengo la Mheshimiwa Rais amekuwa kila siku akisema hadharani ni kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu, na miongoni mwa maeneo ambayo ni ya vipaumbele ni kuboresha miundombinu ya TEHAMA katika shule zetu, ambapo kwa kiasi kikubwa itapunguza changamoto ya uhaba ya walimu tunapokuwa na vitendea vya TEHAMA katika mashule yetu, lakini pia itapunguza changamoto ya wanafunzi kukosa teknolojia ambayo ndio inarani dunia kwa sasa. Tunaposema 21st century, kila mwanafunzi anatakikana asome kidigitali zaidi kwa sababu dunia iko huko. Kwa jitihada hizi za serikali, nichukue fursa hii kwa niaba ya uongozi wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi na serikali yake. Mradi huu umelenga kuimarisha miundombinu ya mawasiliano katika shule, vituo vya ubunifu na vituo vya walimu Unguja na Pemba. Katika ghafla hiyo, mkurugenzi mkuu wa Shirika la Mawasiliano Zanzibar aliahidi kutekeleza mradi huu kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu. Kama tulivyoahidi,
mradi huu utafanyika katika kipindi cha miezi 6 ambazo ni wiki 24 kama ilivyokuwa imeandikwa katika mikataba, lakini vile vile delivery itakuwa ndani ya kipindi hicho. Lakini pia tuliahidi upatikanaji wa zero rate website zile ambazo pia tumeanza utekelezaji wake. Tumeshaandika barua kwa yale mashirika ya simu na mitandao kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Ushirikiano wa Wizara ya Elimu na Shirika la Mawasiliano ni mfano bora wa matumizi ya miundombinu iliyowekezwa na serikali kwa manufaa ya umma, ikionyesha namna teknolojia inavyoweza kubadilisha elimu kwa vitendo. Katika kuchagua vituo 100 vya TEHAMA vilivyounganishwa na mkonga kwa awamu ya kwanza, vigezo mbalimbali vilizingatiwa, ikiwemo utayari wa vituo husika. Serikali kupitia Wizara ya Elimu ilichagua skuli 100 kwa lengo la kwanza ni zile skuli ambazo tayari zilikuwa zimeshafungwa kompyuta, kwa sababu lengo ni kuweza kuconnect hizi skuli, kuziunganisha mkonga. Kama nilivyosema awali, ukifika ule mkonga kule, manake wanafunzi na walimu waweze kusomeshana au kutoa zile elimu kwa kutumia kidijitali. Sasa nyenzo za kuweza kusomea au kufundishia ndizo zilipelekea kuchagua skuli 100 kama ni pilot au sehemu ya kuanzia. Lakini mradi huu hautoishia hapa. Mradi huu utakwenda zaidi ya skuli 100. Phase 2 tunaamini awamu ya pili tutafika mpaka 180. Inabidi skuli hizi zilichaguliwa za Unguja na Pemba ni skuli ambazo zilikuwa tayari kwanza zimekamilika kiujenzi, lakini la pili zilikuwa tayari zina vyenzo au nyenzo za kuweza kufundishia na kusomeshea kidijitali. Baada ya kusaini makubaliano hayo, hatimaye muda wa utekelezaji wa mradi ukafika. Timu ya wataalamu kutoka ZICTIA walianza utekelezaji wa mradi kwa kipindi cha miezi 8. Wataalamu hao walihakikisha kuwa kila kituo kinaunganishwa kwenye mkonga wa taifa. Meneja wa mradi kutoka ZICTIA anaeleza namna walivyochukua jitihada mahsusi kukamilisha mradi kwa wakati. Kwa upande wetu ZICTIA tulifanya jitihada mbalimbali, ikiwemo kumobilize resources, yani kutafuta vile vifaa kwa wakati na kuvileta kwa wakati katika site, ili kuhakikisha kwamba ile installation haikwami. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho tulikifanya. Lakini kitu cha pili, tuliandaa timu kubwa ambayo tuliweza kuitawanya nusu Unguja na wengine wakenda Pemba kwa ajili ya kufast track au kukimbiza zaidi ule mpango wa kufanya installation. Lakini vile vile la mwisho tulipanga vizuri timetable yetu kuhakikisha kwamba labda skuli kadhaa zitafanywa kwa muda kadhaa, ili kwamba ndani ya muda ambao tumepangiwa kwa mujibu wa mkataba tuende nao sahihi, na ni kweli tulitimiza kwa wakati. Ujenzi wa mkonga wa ardhini wenye urefu wa kilomita 149 umekamilika, ukihudumia vituo vya elimu 100 vilivyojengwa katika visiwa vya Unguja na Pemba. Hakika utekelezaji wa mradi wenye mafanikio haukosi changamoto, zikiwemo changamoto za miundombinu ya kijiografia, lakini ubunifu wa wataalamu wa ndani ulihakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Hapa meneja wa mradi ameeleza baadhi ya changamoto walizokumbana nazo wakati wa utekelezaji wa mradi na namna walivyotumia mikakati madhubuti kutatua changamoto hizo. Kwenye mradi huu tulipata changamoto 2-3 ambazo pia tuliweza kuzitatua, kwa sababu tulikuwa tunaangalia riski. Na miongoni mwa changamoto ya kwanza ilikuwa baadhi ya vifaa ambavyo vya network kuchelewa kufika, kwa sababu hivi ni vifaa ambavyo ukiachana na vifaa vya mkonga wa mawasiliano ambao ni fiber, kulikuwa kuna vile vifaa vya network, kwa sababu katika mradi wetu kulikuwa kuna vitu vitatu ambavyo tunavitekeleza. Kitu cha kwanza ilikuwa ni installation ya fiber ambayo tuna connect shule kwa shule, pamoja na hizo kuziconnect shule na kituo chetu kikubwa. Lakini kitu cha pili tulikuwa tumeweka vifaa vya network. Vifaa hivi vya network ni zile tunasema end user connection,
Kwa mfano kama ni switches, access point kidogo zilichelewa kufika kwa sababu tuliziagiza nje ya nchi. Na kwa hiyo kutokana na kuchelewa kidogo kwa kufika kwa vifaa, ndio nadhani ilikuwa kidogo sababu ya ilitupelekea kidogo tukapata changamoto, lakini tukaitatua baada ya kuwasiliana na branch za karibu ili kutuletea vifaa hivyo. Pamoja na kuunganisha shule hizo na mkonga wa taifa, pia mradi huu umesaidia utekelezaji wa dhana ya mafunzo kwa njia ya mtandao e-learning kwa uwazi na ufanisi zaidi. Tunafahamu kuna shule katika awamu ya kwanza zaidi ya 100 zimeunganishwa na miundombinu ya kidijitali ya mkonga wa taifa, lakini hapa kwenye data center kuu ya serikali ya shirika la mawasiliano Zanzibar kuna mifumo ya e-learning, yani mifumo ya kusoma ukiwa mbali. Kitu cha kupendeza zaidi kwenye hichi, mwalimu akiwa nyumbani atakuwa na uwezo wa kuweka masomo ambayo atamfundisha mwanafunzi kesho kwenye mifumo bila ya kutumia gharama yoyote. Yani line yake itakuwa inasapotiwa na zero rate website. Hili litasaidia nini? Mwanafunzi pia akiwa nyumbani, akiwa na tablet yake au kifaa chochote cha kidijitali, atakuwa na uwezo na yeye kuaccess mifumo kupitia data center yetu hii kuona topic ya kesho. Lakini tumewapa capability pia wenzetu ya kufanya distance learning. In case kuna dharura, mwanafunzi hajafika shule, hawezi kumuona mwalimu akiwa darasani anaendelea na kipindi kile. Kwa hiyo hii inaenda kubadilisha jamii yetu kwa kiasi kikubwa, inaenda kuonesha ile literate rate ya upande wa kidijitali kuwa zaidi tofauti na ilivyokuwa awali. Kwa hiyo hilo ndio ambalo mimi naliona sasa. Kwa kuendelea na jitihada za kuboresha elimu, pia kumewekwa tovuti maalumu zenye maudhui ya kufundishia kwa kila ngazi ya elimu na kuwapa wanafunzi na walimu fursa ya kufikia maudhui hayo bure kabisa. Tovuti hizi ni maarufu kama zero rated websites, zinalenga kuhakikisha kila mtoto anaweza kujifunza bila kizuizi cha fedha kwa ajili ya ununuzi wa kifurushi cha mtandao. Mradi huu umetekelezwa kwa kuzingatia ubora, weledi na viwango mbalimbali vinavyotambulika kitaifa na kimataifa. Kutoka hatua ya kupanga hadi utekelezaji wake, timu nzima imehakikisha kuwa kila kipengele kinakwenda sambamba na malengo yaliyowekwa pamoja na matarajio ya wadau wote. Kwanza katika ubora tunaangalia kwanza katika sehemu kama mbili. Ya kwanza ni vifaa vyenyewe, lakini ya pili ulinzi wa mitandao. Kwa hiyo kwenye vifaa vyenyewe tulihakikisha kwamba tunaweka vifaa bora ambavyo wataalamu wetu wamevithibitisha, ikiwemo kama hizo fiber ambazo tunazilaza ni fiber bora pamoja na vifaa vyake vya end to end. Lakini vile vile sisi kama ZICTIA tulifanya jitihada ya kuwa partner wa moja kwa moja na kampuni kubwa tu ya kimataifa ya Sophos kwa ajili ya kutafuta vifaa ambavyo viko bora. Hatukutaka kupita kwa mtu wa katikati kwa sababu ya kupata vifaa ambavyo tunaviamini na viko bora, na ndio maana kabla tujavifunga walikuwa wanavifanyia wenyewe test na tunahakikisha kwamba vifaa viko bora. Lakini kwa upande wa pili tumeweka hizo end to end device za security kwa kila shule, kwa sababu pia kuhakikisha kwamba ulinzi wa mtandao unaimarika. So hiyo ni jitihada kubwa, kwa sababu tayari tunapeleka mambo kidijitali kwa kutumia mtandao, kwa lazima tuhakikishe kwamba mtandao tunaulinda. So tunahakikishie tu kwamba vifaa pamoja na mfumo ambao tumeweka katika Wizara ya Elimu ni bora na umekidhi viwango. Bila ya shaka, uwekezaji katika teknolojia ni wa gharama kubwa, lakini matunda yake huwa ni mazuri zaidi. Kupitia mradi huu, jumla ya shilingi bilioni 4.9 za Kitanzania zimetumika katika awamu ya kwanza. Mradi huu umeleta mageuzi makubwa katika upatikanaji wa maarifa. Kupitia tovuti ya maudhui ya elimu, walimu na wanafunzi sasa wanaweza kupata kujifunza na kufundisha kupitia maudhui ya kidijitali, kuwaweka karibu
na kuwashirikisha kwenye teknolojia na hatimaye kuifaidisha jamii ya Kizanzibari na elimu bora. Huu ni mfano wa jinsi teknolojia inavyoweza kuwa ni jibu kwa changamoto za elimu, hasa katika maeneo yenye upungufu wa nyenzo za elimu kama vile vitabu na walimu. Kikubwa naweza nikasema ni digital inclusion, yaani tunataka vijana wa Unguja na Pemba pamoja na walimu waweze kufundishia na kusoma kutumia kidijitali, yaani kwa njia ya kidijitali. Na hii ndo dunia ilipo, kwa sababu huko mbele tunapokwenda ni lazima kama nchi kutoka kwenye hivi vizazi kutoka sasa hivi viweze kuelewa vipi vya kuweza kutumia hivi vifaa, solution au mifumo ambayo iliyokuwepo, vipi unaweza kufaidika kupata elimu kiurahisi zaidi, kwa sababu tunavyosoma zamani sio tunavyosoma leo. Library za zamani sio library za leo. Walimu wa leo sio walimu wa miaka iliyopita. Kuna nyenzo nyingi sana za kuweza kufundishia. Inabidi hili ni kubwa zaidi, kwamba kuweza kupata elimu kirahisi kwa kutumia fursa ya kutumia digital. Lakini chengine ambacho ni cha msingi sana, ukitizama kwenye kwenye miradi kama hii tulioifanya, ni kuwezesha sasa kupunguza gharama, kwa sababu huko nyuma walimu wa masomo ambayo yale ya sayansi mara nyingi sana inakuwa ni changamoto kwenye eneo la mathematics, kwenye somo la physics mara nyingi inakuwa ni shida. Na kwa kuweza kutumia mifumo iliyokuwepo sasa, au kutumia solution ambayo tunaenda kuitoa sisi hapa kama ZICTIA kwa jamii, maana yake tunaiwezesha au tunamwezesha mwalimu ambaye hata hayupo Unguja au Pemba, yupo pengine Tanzania bara au yupo nje ya Tanzania, kuweza kuwafundisha vijana wetu. Vile vile, mradi huu umeongeza thamani ya uwekezaji kwenye TEHAMA kwa kuanzisha njia mpya za mkonga ambazo zitatumika kufikisha huduma za mtandao kwa taasisi mbalimbali za serikali na miradi mengine ambayo ZICTIA inategemea kuitekeleza, ikiwemo kufikisha mkonga majumbani. Bila shaka kila mmoja anatambua sisi ndio wenye mandate ya kupeleka miundombinu ya mawasiliano kote vijijini na mijini kwa niaba ya serikali kuu. Lakini katika kupeleka ule mkongo wa taifa wa mawasiliano kwenye mashule yetu kumesaidia pia kutanua network ya ZICTIA, ambapo kuna taasisi nyingine ambazo pengine sio za Wizara ya Elimu zitaweza kuconnect kutokea kule, ikiwemo mawilaya, ofisi za wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa. Lakini siku hizi mashirika kama vile shirika la umeme, mifuko ya hifadhi ya jamii yametanua wigo kwa kutengeneza maofisi ya wilaya. Pia kuna possibility hiyo, lakini zuri zaidi tuna huduma ya mtandao wa majumbani. Bila shaka majuzi tu mlisikia kwamba sisi na Honora Tanzania, yani our YAS, tutashirikiana pamoja, tunaenda kupeleka internet ya bei nafuu kwa wananchi huko. Kila mwananchi at least awe ana uwezo wa kuafford internet nyumbani kwake, sio tu ya simu. Hivi sasa internet yavute kwa kebo ya fiber nyumbani kwake, high speed internet, lakini iwe na bei nafuu. Hili linasaidiwa pia kwa kuwa tayari ile miundombinu iliyoenda kwenye mashule imefika huko, kwa inakuwa rahisi kutanua kupeleka kwenye majumba ya watu. Kwa kuna advantage kwa upande wa shirika la mawasiliano. Mradi huu ni mwanzo tu wa safari ndefu ya kuimarisha elimu ya kidigitali Zanzibar. Ni hatua ya msingi lakini yenye athari kubwa, ikionyesha dhamira ya dhati ya serikali katika kuandaa mazingira bora kwa kizazi cha sasa na vijavyo. Kupitia uwekezaji huu, tumeweza kufungua milango mipya ya maarifa, ubunifu na fursa za kimataifa kwa mwanafunzi wa Kizanzibari. Awamu zinazofuata za mradi huu zitaendelea kuunganisha shule zaidi, kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata fursa sawa ya elimu bora ya kisasa na inayoendana na mabadiliko ya teknolojia ya karne ya 21.
Serikali imejipanga kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayeachwa nyuma, iwe mjini au vijijini, katika visiwa vikubwa au vidogo. Kila mmoja atafikiwa na huduma hii ya elimu ya kidigitali. ZICTIA inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali yenye lengo la kuharakisha mageuzi ya kidigitali Zanzibar. Kupitia miradi hii, Zanzibar inajiandaa kuwa kitovu cha teknolojia, ubunifu na maendeleo ya kidigitali katika ukanda Afrika Mashariki. Mbali na utekelezaji wa mradi wa Wizara ya Elimu kuunganisha skuli 100 uliotekelezwa kwa mafanikio makubwa, ZICTIA kupitia idara ya uwekezaji na masoko imedhamiria kutekeleza miradi mingine mbalimbali. Miradi hiyo imezingatia uwepo wa dira 2050, lakini mpango wa maendeleo wa Zanzibar, ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini ahadi za viongozi wakuu wa nchi. Miradi hiyo ni kama ifuatayo. Mradi namba 1 ni mradi wa kuunganisha na mkonga majumbani, fiber to the home technology. Lakini mradi wa pili ni mradi wa kuweka huduma ya mtandao kwa umma, public wifi. Lakini pia mradi mwingine ni mradi wa kuunganisha Zanzibar na mkonga wa kimataifa. Lakini pia tuna mradi mwingine wa ujenzi wa kituo mbadala cha kuhifadhia taarifa, data recovery site Pemba. Lakini mradi mwingine ni mradi wa uanzishaji wa maeneo huru ya kidijitali Zanzibar, Zanzibar Digital Free Zone Hub. Lakini mradi mwingine ni mradi wa kuanzisha mji wa kidijitali Cyber City ndani ya Zanzibar. Lakini ZICTIA pia kwa niaba ya serikali imepanga kuwekeza katika kujenga kituo kikubwa cha kuhifadhia taarifa cha Zanzibar. Aidha, shirika linaamini kwamba mashirikiano na wawekezaji wa ndani na nje katika kutekeleza miradi itaharakisha maendeleo ya TEHAMA, kuboresha mazingira ya biashara na kuunda mfumo endelevu wa ubunifu. Kwa uwepo wa miradi hiyo ambayo ZICTIA inatarajia kuitekeleza, ama mingine imeshaanza kwa hatua za awali kuitekeleza, basi ZICTIA inawakaribisha wawekezaji wote ambao wamekuwa interested kuja kushirikiana na shirika la mawasiliano kwenye uwekezaji wa kidijitali ndani ya Zanzibar. Tunawakaribisha kufika katika ofisi za ZICTIA na kuanza majadiliano na kuona namna bora tutakayoweza kufanya ili kufikia yale malengo ya Zanzibar, lakini malengo ya serikali ya awamu ya 8 katika kufikia mageuzi ya kidijitali ndani ya Zanzibar. Katika kuendeleza mapinduzi ya kidijitali Zanzibar, ZICTIA inatoa wito mahsusi kwa wadau wote wa teknolojia, serikali, sekta binafsi, wajasiriamali, taasisi za elimu kutumia kikamilifu miundombinu hii ya kisasa iliyowekwa na ZICTIA. Miundombinu hii imebuniwa kwa ajili ya kutoa huduma za kasi, uhakika na upatikanaji mpana wa teknolojia za habari na mawasiliano kwa kila mwananchi na taasisi. Nitoe wito kwa wote ambao wana plan ya kupeleka miundombinu, basi twende pamoja. Tayari kuna miundombinu imewekezwa na serikali, ipo chini ya barabara, wote twende tukatumie miundombinu ile ili tuweze kufikisha mawasiliano vijijini na mijini. Tuendelee kuwekeza katika miundombinu ya TEHAMA ili tufikie Zanzibar yenye mabadiliko ya kidijitali. ZICTIA, tunafika ulipo.